Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambalo liliweza kutokea hapa katikati na mimi sikuwa na nafasi ya kuweza kuja kulizungumzia, na si jingine bali ni kuhusu Humphrey Polepole kwa kile ambacho kimetokea. Amen. Kwa hiyo silikuwa sijapata nafasi ya kuweza kuzungumza kwa sababu nilikuwa kwenye harakati za safari. Amen. Kwa hiyo sikuweza kuzungumza lolote. Amen. Najua watu wanataka kusikia mjumbe wa agano, nabii anazungumza nini. Amen. Na mimi nisikupata nafasi. Kwa leo nimepata nafasi haka niweze kusema kwamba tunawapa pole wale ambao wamekutwa na jambo hilo. Amen. Mungu awasaidie, lakini pia niseme kwamba kama tunavyojua watu wanaofanya mambo haya tunawatambua, maana walianza kwa siri, sasa imekuwa hadharani. Amen. Na baada ya kuwa hadharani, baada ya kuona wameshajulikana, wataanzisha tena vikundi vingine vya pembeni. Umeona? Na hapo ndipo ugaidi unapozaliwa. Amen. Ugaidi, vikundi vya janjawedi, ndio vinapozaliwaga hivyo. Vinaanzaga hivyo taratibu. Wanaanza wenyewe, wakiona wenyewe wameshagundulika, wanatengeneza vikundi pembeni. Alafu mwisho wa siku tamaa inakuwa kubwa, wanagombana wenyewe kwa wenyewe kugombea nini? Madaraka. Kwa sababu kama kikundi kinaweza kufanya hivyo wananchi, sawa? Basi hicho kikundi pia kinaweza kikageuka tu kikawapiga hata viongozi wenyewe, hicho kitapiga viongozi wenyewe. Ni nini? Viongozi wangapi wanashiriki kwenye hivyo vikundi au wanavitumikisha hivyo vikundi, Mmoja wapo akisema bwana, mimi nataka leo mnifanyie kazi yangu, twende kwa huyu tu leo yani leo hapa wenyewe kwa wenyewe tu. Sasa hapa cha msingi wenyewe mnaita fitina. Leo cha msingi tufanye fitina. Tumuondoe huyu hapa huyu. Wanashindwa nini? Wanashindwa nini? Si mmefadhili wenyewe. Mbwa umemfuga mwenyewe, umemlisha mwenyewe. Kwa shangaa akikungata, akishakuwa kichaa anakungata. Akishachanganyikiwa anafanya nini? Anakungata. Mbwa umemfuga mwenyewe, umemlisha mwenyewe, Kuna siku akishapandwa na kichaa atakungata mwenyewe. Yani damu ya watu kishakolea na mtatafunana tu wenyewe kwa wenyewe. Kwani mchawi, wachawi sio wanakulaga nyama za watu, wanakula nyama za watu. Mwisho wa siku wanakulana wenyewe kwa wenyewe. Ndio bwana, zamu yako kutoa mwanao. Bwana, mimi na watoto wangu wote nimeshamaliza. Nitamtoa nani? Watu ujitoe tu tukule mwenyewe. Analiwa mwenyewe. Kwa hiyo ndio hivyo matokeo yake. Amen. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kuhusiana na hilo au kutokana na hilo ambalo limetokea, ninachoweza kuzungumza, halijatokea kwa bahati mbaya. Amen. Limetokea kwa makusudi. Bwana Yesu asifiwe. Limetokea kwa makusudi, na Mungu ana makusudi, sawa? Na ana nia njema. Amen. Njia za Mungu sio njia za mwanadamu. Amen. Wanapoona kama kukomoa, kumbe ndio wanafanya nini? Wanakuinua. Yesu anasema, furahini adui zenu, furahini majaribu, kwa sababu ndipo ulipo baraka zenu, ndipo ulipo mlango wenu wa baraka. Amen. Kwa hiyo mambo mengine ni Mungu anafanya makusudi, sio bahati mbaya wala sio makosa. Ni Mungu ameamua na ni Mungu amefanya ili kupitia jambo hilo Mungu ajitukuze. Amen. Mengine ni mabomu, mengine ni mabomu. Ngoja watu washangaa, wewe tulia, wewe tulia, mengine ni mabomu. Wewe tulia tu, utaona watu jinsi yatakavyolipukia watu. Maana watu wafikiri kila bomu ni la kuweka mfukoni, au kila bomu ni la kuchezea. Amen. Au kila bomu ni la kulizuia. Ndio na kombora linakuja alafu unataka ulikamate, ameulizuie. Amen. Kwa hiyo nyinyi tulieni, muwe na amani kabisa. Hilo ni bomu. Amen. Muda wote linalipuka. Amen. Kwa mambo mengine ya Mungu sitaki kusema, ila tu ninachotaka kuambia kwamba hilo ni bomu, sio bahati mbaya. Hilo ni nini? Ni bomu. Amen. Na litalipuka. Litalipuka. Sasa sijui itamlipukia nani, mimi sijui. Tuendelee kutazama mimi na wewe. Amen. Itakapolipukia. Mungu akubariki sana.